Sawa, karibu sana. Hapa ni maabara ya Matyazo, kitengo cha damu salama au idara ya damu, uchangiaji damu. Na huyu ni mgonjwa, ni ndugu wa mgonjwa ambaye anaitwa Benson. Ameweza kuchangia damu au kulipa damu ambayo mgonjwa wake aliongezewa. Hivyo tumemtoa chupa moja ya damu. Baada ya kuwa tumemtoa chupa hii ya damu, ndugu huyu wa mgonjwa, damu yake itahitaji vipimo kadhaa ambavyo ni itapimwa HIV, itapimwa syphilis, itapimwa hepatitis A, itapimwa na hepatitis B. Hivyo sasa damu hiyo ambayo iko kwenye chupa tutaiweka kwenye hizi chubu mbili, ambayo chupa ya kwanza ni hii hapa ambayo ina DTA, hii ambayo itahusisha upimaji wa blood group na vitu vingine. Hii chupa ya pili tutaweka damu yake hiyo, na humu tutapata ni serum, ambayo hiyo serum itaenda kupima magonjwa mbalimbali kama HIV, syphilis, hepatitis B. Baada ya kuwa tumechukua hizi chubu, tunahitaji kucentrifuge, ambapo hizi sample zake zitahitaji kusafirishwa kwenda damu salama, ambazo ni hizi hapa mbili. Kwa hiyo tutaziweka humu kwa ajili ya kucentrifuge. Kwa hiyo sasa tutahitaji kucentrifuge. Baada ya kucentrifuge, damu itasafirishwa kwenda Tabora kwenye vipimo ambayo ni centralized. Kwa hiyo sasa uko vizuri? Hauna shida yoyote? Sina shida yoyote. Sawa. Damu hii hapa ambayo tumechukua kwa mgonjwa tutahifadhi kwa siku 35. Humu ndani kuna reagent ambayo inaitwa PDA ambayo inafanya damu iweze kukaa ndani ya siku 35. Baada hapo inakuwa expire. Kwa hiyo hii damu tutahifadhi kwenye refrigerator yetu hii hapa. Tunahifadhi humu ndani itakaa kwa kipindi cha siku 35. Baada ya hapo hii damu itakuwa expire. Asante sana.